inakushinda hata wewe imani inakushinda sasa. Mungu kakutikisa na kukujaribu sasa. Unaona? Unasema bwana hii hata ndio wewe kufunga. Sasa kwani ukimfunga Mungu kwa sababu akupa mtihani, unakuta mtoto anafanyaje? Anakuwa umejaribiwa wewe. Sasa unasemaje katika hilo? Ushangamia maana. Sasa ipo mitihani Mungu ambayo anakupima kwa kukujaribu wewe, anakukaanga kidogo ili akuone wewe utafikia wapi. Na ipo mitihani ambayo sio mitihani ambayo inatoka kwa Mungu, isipokuwa wanadamu wanaisababisha. Unatakiwa umlilie nani sasa? Mwenyezi Mungu. Hiyo mitihani usiniambie mimi Shafi natukana matusi ukaniambia Mungu ananijaribu. Huyu kaamua kunitukana huyo kaamua kunitukana. Sio kwamba Mungu ananijaribu kwa miti, huyu kaamua kunitukana. Lakini mimi nafanya subira kwa nani? Lakini Uislamu, unajua sheria zikiwa za Kiislamu zinakuwa nzuri sana. Kwa sababu mtu akifanya jambo anafunguliwa mashtaka. Kama kisheria ya Kiislamu, mwezi kaiba. Usiniambie mimi naibiwa ndani afu niambia huu mtihani Mungu ananijaribu maana mali zangu nisizifuatilie. Hiyo sio kweli. Huyu ndo maana anapata dhambi sana, kwa sababu kaamua kunidhuru. Sasa hii mitihani ambayo inasababishwa na mwanadamu, hii inatakiwa tumlilie nani sasa? Mungu, na tuikabiliane nayo. Unaifface. Ndio sababu adui unamweza usimwachie Mungu. Hawezi kumwachia Mungu. Kuna kumwachia Mungu. Je, kuna visa wewe ukivikumbuka? Mimi siku moja nakumbuka kwetu kule watoto wanasomeshwa. Unajua kuna kauli za mtoto ukiongea naye uwe makini, huyu anafikiria nini? Anaambiwa Mungu mkubwa. Allahu Akbar, Mungu mkubwa. Kumbe tafsiri iliyopo katika kichwa, anajifananisha Mungu kama yeye, lakini atakuwa na kichwa kikubwa kuliko chao, kubwa na guu kubwa. Sasa watu walijuaje hiyo kwamba imani ya mtoto ipo hivi? Jamuona Mungu, lakini imani yake kwa kutokana na maelezo yale yaliyotafsiriwa akamaanisha hivyo. Siku alienda msikitini, alikuwa na viatu vipya vikaibiwa. Akawa anatoka nje analia, kila anayembebeleza mtoto asikie. Imamu akamwambia hivyo viatu mwachie Mungu. Akasema vimtoa Mungu mkubwa. Kaleta imani yake ili ya kujua kwamba Mungu yeye ni mkubwa, atavaje hivi ni mwachie Mungu. Sasa imani inapoingia katika misukosuko ya maisha, unatakiwa uitengeneze imani yako kwamba haya Mungu ananifanyaje? Ananitia kwenye mitihani, anione natii vipi. Ndo kule innal insana la fi khusr illa alladhina amanu, walioamini wanajua haya mapito ninayoyapita mimi ni mapito waliopitia mitume yenye daraja kubwa kushinda mimi. Sababu mitume ukisikia stories zako, watu walikuwa ni watu wa namna gani? Na kuna wengine imani zilitikisika. Mfano Nuh aliwahi kumwambia Mwenyezi Mungu, kumbe la tadha ala al-ardi min al-kafirina diyara, usiache piga. Yaani ile misukosuko alikuwa anakutana nayo, akaona ina haja sasa kumwambia Mungu mwenyewe apige. Mungu hajamaliza maana kwamba innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Kwamba Mungu ukiwacha watazaa mitoto mikafiri kama ile, piga. Sasa kuna vitu vya kujifunza katika imani na misukosuko. Lazima ukitaka kujua kwamba wewe misukosuko inayokupata isicheze imani yako, tazama ile mitume iliyopita kabla yako na waja wema waliopita kabla yako walitikiswa vipi. Nyie mmewezaje kuihandle hiyo? Kwa sababu ninyi pia mpo katika harakati za dawa ambazo pia kuna namna ni ngumu kidogo, na tunawasikia mara kadhaa zipo changamoto ambazo mmekutana nazo.
kwa hichi ambacho unakizungumza hapa Sheikh Shafi, kwa upande wenyewe mmeendo vipi hii hali? Hatuwezi. Wala sikudanganyeni tu, hatuwezi. Ila tunaiendo kwa sababu ya imani kwamba tunachokifanya tuko sawa na Mwenyezi Mungu anaturidhia. Lakini kuweza sisi tushatukanwa sana sisi. Kaka mimi natukanwa sana. Shatukanwa sana. Kukaa ndani iko ndo kawaida. Mimi shaka Msumbiji siku 30 gereza la kijeshi la Mweda. Nimekwenda tu kutangaza kazi ya Mungu na Mpula. Tuna Mpula walikuwa wanataka debate, wakanialika mimi na Mbogo na Midu na Dr. Sule. Dr. Sule akatuchenga hapa. Mimi nikachukua jeshi nikaenda nalo group. Wakati tukamatiana matili pale. Tuna misafu nini? Kura. Alikuwa mtihani mzito. Saa 4 usiku likaja defender la jeshi, tukatiwa mule, tukapewa na kesi ya ugaidi. Tukatiwa pingu namna hii, tumefungwa pale. Saa 4 ya usiku tunaenda kutafuta gereza la kijeshi la Mweda. Saa 8 ya usiku tunashuka pale ile eneo tuloshuka, tunakuta mabunduki. Unajiuliza mwili huu ndo mibunduki? Tayari tushaambiwa sisi magaidi tayari. Basi tukakaa Mweda siku 30 tulikaa pale. Kule Dr. Sule kutokwenda ndo kumetusaidia sisi. Kwa sababu wale jamaa wakapiga simu kwa Sule. Wale jamaa walipokuwa watupati walikuja pale Mweda na wao wakakaa ndani siku 3. Wakatoka wakaenda Palma, kulikuwa na nani wa pale meya wa pale Muislamu, wakatoa askari 3 waje kutuangalia. Wale askari wote waliuawa njiani, hakufika hata mmoja. Wote waliuawa. Wale jamaa wakatutelekeza wakarudi zao na Mpula. Sisi tukakaa Mweda. Zile habari baada ya kuenea ukatoka ujumbe Tanzania, tunawahitaji hao watu. Mimi nikamwambia wenzangu hii nayo tunarudi kule, lakini tunaenda kukamatwa tena. Kufika na matili pale pingu tena. Mtwara siku 28. Siku ngapi? 58 sasa hivi. Tuko ndani. Tukatolewa pale tukaletwa Dar es Salaam. Tukakaa Chang'ombe tukapelekwa Tazara. Yote sasa hii misukosuko hii acha kutukanwa. Ile misukosuko tu ya kukaa ndani, umetolewa hapa, umepelekwa hapa. Sasa mtani unakutana na mtu ambaye wewe unasema Yesu sio Mungu, alafu yeye anasema Yesu ndio Mungu, alafu ana mamlaka, anafanyaje? Anapeleka imani yake mbele, anakururu. Lakini chengine kusema katika haki. Unajua matatizo mengi yanaanza kwenye kuzungumza haki. Kabisa. Ukishika haki, ukisema tu wewe umefeli tayari. Sasa mimi napata ugali wangu kwenye uganga labda huko na kupigia lamli, wewe unakuja kuniambia lamli haramu. Mimi nitakuelewa? Kwa hiyo mzali umeamua kuna ni kazi yangu na mimi nitakupaka tu, iwe kweli isiwe kweli nitakupaka tu. Ndio inavyokuwa. Sasa imani yako ukitaka uwaridhishe watu, hii itakupa shida. Wewe usiwaridhishe watu, utakuwa kwenye mfano yule ng'ombe. Kishki TV, nuru ya dini yako.